usiyeshindwa, mimi ninakuabudu, mtetezi wa moyo wangu, mimi ninakuabudu, tuimbe Baba. Abu
mtakatifu Yesu. Kando na wewe hatuna Mungu mwingine, mfalme wa wafalme. Asubuhi ya leo tunainama miguuni pako tukisema unastahili Yesu. Tunainama tukisema wewe ni Bwana. Kando na wewe hatuna Mungu mwingine. Asubuhi ya leo hakuna aliye kama wewe, usiyeshinda. Mtakatifu wa watakatifu ni wewe tu Bwana. Oh, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakutukuza Bwana, tunakuinua, tunalihimidi jina lako. Father, we thank you this morning. We worship you, we magnify your holy name. We say that you are worthy, you are God. Hakuna kama wewe Mungu wetu. Hakuna kama wewe mfalme wa wafalme. Hakuna kama wewe Mungu wa miungu. Ni wewe tu unastahili sifa na utukufu. We worship you Jesus. We worship you King of glory. There is none like you Lord Jesus. Wewe ni hakuna kama wewe. Wewe umeinuliwa zaidi. We worship you Jesus. We worship you King of glory. Ni wewe mfalme wa wafalme. Ni wewe Mungu tunakutukuza. Ni wewe mtakatifu wa watakatifu Jehova Jireh. Asante Bwana. We thank you Jesus. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, nacha mbele yako asubuhi ya leo ninakushukuru, ninakuinua Bwana, kwa sababu umekuwa mwema na umekuwa Baba mlinzi mwema katika maisha yetu. Wiki nzima umetembea nasi, umetupigania na tena umetuwezesha tumefika kwa nyumba yako siku ya leo Bwana. Sasa tukienda kusikia neno lako mfalme, uwe pamoja na sisi na pia Baba tunaomba utubariki kila mmoja wetu mfalme, na utapewe sifa na mamlaka kwa sababu wewe ni Mungu ishie. Nimeomba nikiamini Mungu wetu utakuwa nasi na utabariki. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu amekuwa mwema katika maisha yangu. Amenilinda, amenisaidia. Na nimepata kibali siku ya leo kunena neno lake. Nande nanyolera ogwancherwa lero gukwana lingana lyaye. Praise the Lord. Manene Yesu abakwe. Sasa tufungue kitabu cha Isaiah 59 1 to 3. Tuigole kitabu ya Isaiah 53 5 na kianda. 5 na kianda. Verse 1 to 3. Isaiah 53 na kianda. Tasome yemo mpaka 3. Nataka usome kwa Kiswahili. Isaiah 59 1 to 3 nasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata liziweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. 3. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenongona ubaya. Bwana asifiwe. Amen. Nisome kwa Kisii inasema, nama okoboko kwa monene tikoli okwenge elinde erasi nyugotolia. Osama taye tatineti atanyale koiwa. Taibo obobe bwaino nabwo bwabatananire ko rwase Nyasaye ino. Ebibe byaino byagerire omonene obisiro obosibwaye ko rwase mole.
ase igotaliko iwa ogosaba kwaino amaboka ino abeire ayatachenegeti asogoitera amanyinga abantu na ebyara byaino byabeire ebitachenegeti aseng'encho yobobe nigomo gokwana obolimo nebikoba byaino n'ekimeme kyaino kyasokya ayatali boronge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lingana le Nyasaye lyakwanire iga. Neno la Mungu limenena hivi, okoboko kwomo nene mkono wa Bwana nkoli okwenga atanyale gogoikeria haujapungua ili usiweze kukufikia. Kero monto Nyasaye namoroche nande namomanyete. Kila mtu Mungu anamuona na anamfahamu. Nonyene kero togosaba Nyasaye oito natomanyete nande nabamanyeta amasaba ito namagania ito. Hata wakati tunaomba Mungu wetu anatujua na anajua mahitaji yetu. Lakini lingana le Nyasaye lyakwananga egento gekogera Nyasaye takoiwo ogosaba gwaito. Lakini neno la Mungu limesema jambo ambalo limefanya Mungu asisikie maombi yetu na seng'encho yogokora gwaito kobe ni kwa sababu ya matendo yetu maovu. Ekero utali gokora mayasobosi bwa Nyasaye, Wakati hautendi mema mbele za Mungu, ekero utali boronga sobosi bwa Nyasaye, wakati wewe si mwema mbele za Mungu, ekero utabwata inyamo na Nyasaye, wakati haujashikana na Mungu, nonyene ekero gosaba Nyasaye tagokoiwa. hata wakati unaomba Mungu hawezi kukusikia. Wikali tanga ni mora bwata na monere Ni lazima mshikane pamoja naye, naendo omwanjo omoiwere umpende, umtii, okora mayasobosi obwaye utende mema kwa macho yake. ekero gosaba Nyasaye gakoiwa ogosaba. Wakati unaomba Mungu atasikia maombi yako. Ebibilia kwana bugosimate nga yani ebintu biritogokora. Tukiendelea kwenda chini, Biblia inasema kuwa yale ambayo tunatenda, yakwana nga ningomogo kwano bolimo imesema tunanena uongo nebikoba byaino kwa midomo yetu. nekene nga lingana lyobolimo asekero omonto nabaliro. Ni ukweli kuwa kila mtu ananena uongo. Nabo konyora kwanga inere ilio tanteti. Unapata umedanganya bila kupenda. Nabo omonto agwakera noene simi akoboli asore toko motebie kene. Mtu atakupigia simu akuulize mahala huko alafu unamwambia uongo. Use mwatebane tumumera na segete. Kwa mfano mlikuwa mmeambiana mkutane mahali fulani. Wanongo koboli alenga gwaikire. Sasa anakuuliza umefika. Aseng'encho rotenga kwanyoli rubono otagete ko moyo taba ise koganyura. Kwa sababu umeona umechelewa na unataka kumpa moyo asingoje sana. Kwama na komongaina nga na ikira segete goseno onde. Unamdanganya nimefika mahali fulani ama niko tayari. Intubu na bakristo ntobwene tokora igo. Sisi kama wakristo hatufai kufanya hivyo. Ekero togokora igo Nyasaye takorambora okoboko kwaya setore. Wakati tunafanya hivyo Mungu hawezi nyosha mkono wake kwetu. No okoboko kwa Nyasaye gokore ne chinguru. Na mkono wa Bwana uko na nguvu. Okoboko kwa Nyasaye gokogwenya. Mkono wa Bwana unaponya. Okoboko kwa Nyasaye gogotolia. Mkono wa Mungu unaokoa. Okoboko kwa Nyasaye gokore nokobwa. Mkono wa Mungu uko na nguvu, uko na uwezo. Na Nyasaye oito amataye tatine tiatanyale ko igwogosaba. Na Mungu wetu masikio yake hayawezi kosa kusikia maombi yetu. Amataye gaigo getasekero omonto yokomosaba. Masikio yake yako wazi kwa kila ambaye anamuomba. Amataye gaigo getekero omonto yokomorangeria. Masikio yake yanasikiza kila ambaye anamuita. Na Nyasaye oito tange tione naende tachaye tione. Na Mungu hajakataa mtu yeyote na hajadharau yeyote. Iga tuanjete tuensibu na bana baye. Anatupenda sisi wote kama wanawake. Ekiagera nero utotongete. Kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Ase iga bantu ba Nyasaye. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu. Ase mambiye nitaze ko moyo. Asubuhi ya leo nataka kukutia moyo. Korama ya sobosi bwa Nyasaye. Tenda mema kwa uso wa Mungu. Tara so ya bwa Nyasaye. Tembea kwa neema ya Mungu. Tara se chingenjo chobo Nyasaye. Tembea kwa njia za kimungu. Nali Nyasaye iwogo sawa kwao. Ili Mungu aweze kusikia maombi yako. Andekero kenda mangana narago chande tasobo gimabwao. Labda kuna maneno yamekusumbua maishani. Ayande wasabire otanya konyora machibu. Ambayo umeomba na hujapata majibu. Ayande wasabire watigire nga Nyasaye tali konyiwa. Mengine umeomba na umewacha kuwa Mungu asikii maombi yako. Nyasaye tali ko batako iwa. Mungu hatakosa kukusikia. Ikiagera naye noyoye. Kwa sababu wewe pia ni wake. Egento kega neri kabe boronga sobosi bwa Nyasaye. Kitu ambacho kinafaa tuwe wema machoni pa Mungu. Korama ya sobosi bwa Nyasaye. Tutende mema machoni pa Mungu. Eline Nyasaye nali ara
nigwo gusaba ili kwao Mungu aweze kusikia maombi yetu. tutaraso oboronge bwa Nyasaye Tutembee kwa uwema wa Mungu. Nyasaye wito nanyare ko bagagotokonya na Mungu koiwa wetu masaba ito atatusikia na atasikia maombi yetu. ekiagara nelingana lya elia kwananga Kwa sababu ni neno la Mungu limesema okobako kwaye nkoli okwenge mkono wake haujapungua. orarengera lingatago goikeria lya sore Unafikiria hawezi kukufikia mahali huko? egento keragere tago ikeri no gukora kwao Kitu ambacho kitafanya asikufikie ni matendo yako. aseiga abantu bomonene tigatokora maya sobosi bwa Nyasaye. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, wacha tutende mema kwa machoni pa Mungu. Ekitabu kene ndagetekomenta abo naende Isaya 41:10 Tusome tena Isaya 41:10 Isaya 40:10. soma kwa Kiswahili. Inasema Isaiah 41:10 inasema kwa Kiswahili, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana asifiwe. Amen. Nsoma seke usiego kwananga asa yo timoiroka ncheni gonda mona inwe timoi chana ncheni nchenya sao ino nimba beke chinguru nimba konye nimba sire nokoboko kwobolio kwoboronge bwane 11 yamanya goteba rora abo bonsi babagetete mbasokiwe na gotantanigwa abo bakoengereria mbabe bosa basiriwe monene yesaba akwe. Amen. Lingana lya kwanira abonga Neno la Mungu limesema hapo timoiroka tusiogope. asa mangana lya makongo agosumbuire Kwa yale mambo magumu yamekusumbua. asa mangana lya makongo agochandira sobogi mabwao Kwa yale mambo magumu yamekusumbua maishani. asa matemu amanga agwetana ina sobogi Kwa mabwao majaribu mengi ambayo yamekuzunguka maishani. okoligere lipaka wa kuminga inkieko ranche nyoraya Unaangalia ambako unashangaa kwa nini nayapitia haya. lingana ligozo tebinga Nyasaye talikoleta matemu ayetane tio kwege na kuo monto. Biblia inasema Mungu hawezi kuleta majaribu ambayo yanazidi imani yako. Amangana aliyowetera ngaigona boya isaine Yale ambayo unapitia wewe unatosha hapo. lakini lingana lyatote biringa toiroka Lakini neno limetuambia tusiogope. nonye ko bwata majaribu munayo Hata kama uko na majaribu aina gani. tenena boronga sobosi bwa Nyasaye naende Nyasaye otebirenga toiroka Simama imara kwa Mungu na Mungu amesema usiogope. no aramo naye Yu pamoja nawe. nagokonye Atakusaidia. nagosire nokoboko gwoko likuo boronge bwaye Atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Nyasaye nero gotokonya buna abana baye Mungu ndiye anatusaidia kama watoto Nyasaye wake. nero rakonya abana baito Mungu ndiye atasaidia watoto wetu. asense yetu aikire eye nobobe obonge Kwa dunia ambayo tumefika iko na maneno omanene mengi. narambora koboko nonyena sabana baito Mungu atanyosha mkono hata kwa watoto wetu. nabatoli nonyamba libe ochoganiri batali gokoro wanja kwa Nyasaye Atawasaidia hata wale wamejichanganya kwa mambo ambayo si Nyasaye mapenzi ya nero Mungu. rabakonya bairanie Mungu ndiye atawarudisha. aye nabogo kwana lakini kwanyora mkero kendo mwana tali gokoigwa Wewe utaongea lakini unapata mtoto akusikizi. kwereso mwana kabeiga buyatanane ko rwase chiguru buchimbe Unaelezea mtoto jitenge na grupu mbaya. lakini ande kwanyora ngastiri omwana oino ale Unapata yeye mtoto ako ndani. egentokera tokonye no gosaba omonene Kitu ambacho kitatusaidia ni kumuomba Mungu na kwegena nga Nyasaye no aramo na na intwe kuamini kuwa Mungu yu pamoja nasi. nande tomanyenga okoboko kwa Nyasaye ito no gotambe ngoko nkonyare go ikeria yonsi Na tujue kuwa mkono wa Bwana upungi utafikia hayo yote. ande nero yote bire ngokoboko kuo kuna kugora tosire aseme chando ya ito Na amesema kuwa huo mkono ndio utatushikilia kwa shida zetu. na kwara tosire ko rwase oboko nguboli tokonyora Atatushikilia kwa zile shida ambazo
ambazo tunapata. akwara sira bana baitu kurwa samate mwao Atasaidia watoto wetu kwa majaribu mbalimbali na Nyasaye wanapata. nero kuigora chinchera Na Mungu ndiye atafungua njia. nero kuigora chinchera nonyana bana baitu banyore meremo Mungu ndiye atafungua njia hata wa watoto wetu enaro waweze ko moya kupata sema kazi. mbiye yiga Nakupa moyo asubuhi ya leo. nyekero kendo umwana ogo sabana bao mbaranyora se bakobera Labda mtoto wako ama watoto wako hawajapata mahali wanafanya kende nabo kazi. basomete bagakora lakini mbaranyore gasi Labda wamesoma vizuri lakini hawajapata kazi. to kwa moyo gendera gusaba Nyasaye Usife moyo, endelea kuomba Mungu. ekero chinga kicha Nyasaye chigoika Wakati wa Mungu utakapotimia, nigo Nyasaye gokora lingana mpaka Mungu okuminga atatenda korotande jambo mpaka utashangaa, egekogerere no mwegenware kwa sababu yeye ni mwaminifu. ere no mobuyara sekera lingana Yeye ni mshindi kwa kila jambo. ere nkonyarare Yeye anaweza. egetemba oborori obomo mbao moyo buna Nyasaye omuyana enda kulenda Nataka na kuwapa enda gosesenya ushuhuda na kuambia vile Mungu yeye ni mwema. omwana onena arororo Kuna mtoto wake ekera chagete gosoma skuru wakati alianza kusoma shule kale klasi sana ibere akiwa darasa la 7, omwana oyo akange skuru huyo mtoto akakataa shule. ogenda nebitabu twakagane skuru achiete Anaenda na vitabu, wanafikiria ameenda shule. nando ira nagochoka nakagane twakagane skuru akorwa Anarudi jioni, wanafikiria anatoka shule, lakini tare kwenda skuru ale kogenda ogende ebinyoro ime lakini hakuwa anaenda shule, alikuwa anaingia kijijini. kero twachete kogundwa Wakati waligundua, tukamoira pake skuru tokomokoba wakampeleka mpaka shule. akamanya goika lilibono for example umurangu ono rogosoa gochia visi Kwa mfano, huo ndio mlango unaingia kwa ofisi. yago mwana gosoa iga akagenda gochia akagenda asenari tokoro kange manga itibo gochinse emanga akagenda gochio Huyo mtoto akatoka akaenda chini huko Itibo. yaro gosoma itiba academy Alikuwa anasoma Itibo Academy. yani umwana oyo akange sukuru ekaba mariga ase tole buna baiboli Huyo mtoto akakataa shule, ikawa ni majozi kama wazazi, naende nege konesa hano umwana oyo narebwe katwa bwate na ilikuwa ni Engaki maajabu. eyo. Huyo mtoto ndio alikuwa naye peke yake. tukaira na samaru na kolera Nyasaye mono Tukarudi kwa magoti tukaomba Mungu sana. agachaga nzakairana Alikubali akarudi. kakora naende 8 akoenda form 1 Wakati alifanya darasa la 8 anaenda kidato cha kwanza. akaenda form 1 akasoma agakora Akaenda kidato cha kwanza akasoma akamaliza. form 2 kagenda twakagane skuru akagenda oboiri Wakati alikuwa aende kidato cha pili akaenda kwa relative yao. kero tugocha kumanya yo Wakati waligundua, tukamuligi tukamuleta wakamtafuta wakamrudisha. akamenya gukana njeba tinda kogende skuru ya boarding school Akasema hataki kuenda shule ya bweni. tenda gete skuru nkogenda nende nairana Alisema anataka shule ambayo anaenda akirudi nyumbani. machi ni akarua Sameta Akatoka shule ya Sameta akagende akasukuru kande igabona akoruka naendo irana akaenda shule nyingine, alikuwa anaenda shule akirudi nyumbani. tagete go kwana lingane lya sobwengenga Nataka kusema hivi kwa ufupi, Nyasaye na mokonye tagakora matemwa agakora form 4 Mungu alimsaidia akamaliza form 4. naenda agachaka bono emeikagete nere goswa abana utalikomanya Kuna maroho inaingia watoto bila yani kujua. aso umuntu agakwete kwamenya konyoranga umwana oino akare buhiri bwawo mboyo lakini no akarabute to Mahali mtu amekufa anaenda huko hata kama sio relative yao. nemeikabu ne itoko yenyaraye bweka no bongaini bwao Maroho kama hizo hutaweza peke yako na akili yako. utatiganya sao le igoro anyare korambora okoboka akonye Ijapokuwa Mungu mwenyewe anyoshe mkono wake asaidie. asaba saba manene nokorero kone naso busibwa Nyasaye gatokonyera omwana Kwa oyo maombi na machozi mengi Mungu akasaidia huyo mtoto. bono igana bara asegete iga asechinse changumbu asengenchoko bwa kwa Nyasaye Saizi yako ng'ambo kwa sababu ya mapenzi toro ya chigare Mungu. gocha gotigera kirasi sana ibere Angeachia shule darasa la 7. iga uwa seta yale gocha kogenda Hakuna mahali angeenda. lakini Nyasaye ole igoro bwa toko bwa Lakini Mungu ambaye ako na olio koigwa uwezo, masaba y'abana baye ambaye anasikia maombi ya na watoto intura wake, iweto gosaba waito nasi alisikia maombi yetu. maitera bokonyoranga abana nabo bale buya
Wakati mwingine unapata watoto wako lakini vizuri, tomanyetia yebinto mwana agokora. lakini hujui maneno mtoto anafanya. Nyasaye alenda bana baitu. Mungu alinde watoto wetu. Nabono bachire rusa. Bila wamekuja likizo. Abako gendo nyore gurubu gete ya motorana. Anaweza pata grupu ambayo inamwaribu. Omwana ochaga okore bintu atale gocha gokora senge nchechi gurubu. Mtoto anaanza kutenda mambo ambayo hakuwa anafanya kwa sababu Nyasaye ya itoli okwananga okoboko kwaye nkoli okwenge. Mungu ambaye amesema kuwa mkono wake haujapungua. Nere oratokonyera abana. Yeye ndiye atasaidia watoto wetu. Nere oratokonye nonye ni ntwe totenene boronge. Yeye ndiye atatusaidia hata sisi tusimame imara. Nyasaye ito tiganyare kobaga turambolero koboko kwaye bunakwana. Wacha Mungu anyoshe mkono wake vile amesema. Atokonye kurwasa matemwa wao. Atusaidie kutoka kwa majaribu mbalimbali. Atokonye kurwasa wewe wakera chingencho. Atusaidie kutoka kwa maovu ya aina zote. Nero kwana wetera aselingana lyaye. Yeye ndiye amenena kupitia kwa neno lake. Na Nyasaye taliko lyobolimo. Na Mungu si muongo. Ni ntumwanya abantu karokende toko lyobolimo. Sisi binadamu ndio waongo. Lakini Nyasaye no mwegenwa. Lakini Mungu ni mwaminifu. Tigato babegenu na Nyasaye ro mwegenwa abantu. Wacha tuwe waaminifu vile Mungu wetu ni mwaminifu. Totenene boronga sobosi bwa Nyasaye. Wacha tuishi vile Mungu anataka. Kwa Nyasaye bunaga neti tokore. Mapenzi ya Mungu vile anataka. Totara se chinchera chobo Nyasaye. Tende kwa njia za wokovu. Elinde Nyasaye itaye bwa nene. Ili Mungu wetu apewe sifa. Nale gokora igango teba. Nikimalizia nikisema Ajego konyora chinsa nendo some Isaya 30:19 ukipata nafasi usome Isaya 30:19. Hiyo inasema Mungu anasikia maombi. Inasema Nyasaye nkoigwara masabo ekero toko musaba wakati tunamuomba. Nando konyora chinga kichayo chikosoma nende Isaya 58:9. Okonyora liba gosoma Isaya 55:9 kianda. Nerego tebanga ndipo utaita na Bwana ataitika. Nerego tebanga naliora range nae no murangelio manene nere naitabe. Nande Isaya 65:24. Isaya 55:5 ogosoma inye. Nero ngokwanera mangana ndega bunga nonye ndiliogenderete gusaba. Hata wakati unaomba Nyasaye nigakoigwa mangana ao nonye ndiliogenderete utarakura. No, wakati unaendelea hujamaliza Mungu anasikia maombi yako. Kwa hivyo wapendwa tutende mema mbele za Mungu. Igaba anchwa tokora maya sobosi bwa Nyasaye. Ndio atasikia maombi yetu. Digera igwa masabaito. Na basabira mayanga Nyasaye tigabakonye. Nimewaombea mema Mungu awasaidie. Aenda abalende na awalinde. Alinde chifamilia chaino. Alinde familia zenu. Naenda atulendere okwegena. Na atulindie imani. Okay, nitamalisia hapo. Ninkolera hapo. Tusimame sote. Totenene twensi. Praise and worship tuongose kidogo alafu tuombe. Wasifu kidogo hivi. Jesus. Hallelujah. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Yahweh anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Thank you Jesus. Hallelujah, asante Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale
Twende kwa maombi, kila mtu mwite Bwana. Ndiye anajua maisha yetu, yanajua mahitaji yetu, yanajua shida zetu zote. Yeye ni Mungu mwaminifu, yeye ni Mungu mwenye uwezo, yeye ni Mungu anasikia maombi. Asante Bwana wa majeshi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa mbinguni, na mbele yako Jehova, ninakushukuru, ninakuinua Bwana wa mbinguni, kwa sababu wewe ni Mungu unaweza Baba. Wewe ni mwaminifu Baba wetu, hakuna mwingine kama wewe Jehova. Mkono wako sio mfupi Bwana, mkono wako ni mkono wako wenye nguvu, naokoa na kuponya Jehova Mungu wetu. Sante Jehova nisi, sante Baba Mungu waisie milele, mtakatifu wa watakatifu. Nyasaye umanyeta magania ito manene, hayo umanyete Nyasaye chingenje chaito na magania ito nebirengera libya ito no wetanda weito Nyasaye. Nasabirora mboroka wako kwa uwe chinguru asetole twensi, nasabirora mboroka wako kwa uko wiya setole twensi, nasabirora mboroka wako kwa Nyasaye nonye nasabana baito nyara kwa wako bakonya. Nyasaye umya omoruoti ole yoro naye tuarangeri wetera setara Yesu Kristo. Nyasaye ito nyara go toiwa nonyenekero tokolera sobose bwa Nyasaye, nonyenekero tokorangelio manene. Baba wetu, sikie maombi yetu Jehova. Santi kwa asubuhi ya leo Bwana, santi kwa neno lako Jehova. Ninakushukuru Mungu wangu, ninakuabudu Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe Jehova. Hakuna mwenye nguvu kama wewe Jehova, hakuna mwenye uwezo kama wewe Mfalme. Ni wewe Mungu ishie milele. Jina lako litukuzwe Mungu wetu wa mbinguni. Pokea sifa na shukrani, kwa sababu wewe ni Mungu ishie milele. Asante Jehova, asante Mfalme. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naacha mbele yako Mfalme wa mbinguni. Ninakushukuru, ninakuinua Bwana wa majeshi, kwa sababu wewe ni Mungu unaweza, kwa sababu wewe ni Mungu unasikia maombi, kwa sababu wewe ni Mungu unalinda, kwa sababu wewe ni Mungu ambao unafungua njia, unafungua njia yako hata mahali hakuna njia Jehova. Ni wewe Mungu wa rehema, ulifungua njia na ukatengeneza njia kwa pahali Jehova. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru, ninakushukuru asubuhi ya leo Bwana, kwa sababu umekuwa mwema katika maisha ya kila mmoja Jehova. Ninawakabidhi wa mama mkononi mwako. Unawajua Yesu Kristo, unajua mahitaji yao, unajua shida zao Jehova. Ukutane na mahitaji yao Mfalme. Ninawaombea wazee Mfalme wa mbinguni, unawajua Mfalme, unajua matendo zao, unajua Baba sita zote wako nazo. Uwasaidie Bwana, wafungulie njia Mfalme, yale wanataka Mungu wa rehema. Uwafungulie njia Baba, katika jina la Yesu Kristo. Na wakabidhi watoto wetu mikononi mwako. Mungu wetu uwalinde, Mungu wetu uwapiganie. Usimame na watoto wetu Mfalme, usiwache Baba wetu wa mbinguni, kwa sababu Mungu unaweza, kwa sababu Mungu una nguvu, kwa sababu Mungu una mamlaka. Uwafunike na damu ya Yesu Kristo. Usiwache Mungu wa rehema. Monene natigire kanisa yonse asamabokao. No manyete wonsio manene wemeganda. No manyeta magani abono wetanda kwabo Nyasaye. Na basabire wonse aseretara Yesu Kristo. Onyara ko bagoko bakonyo manene. Kira yo manare no kogania Nyasaye. Kira yo manare no wetanda. Na sabira aseretara Yesu. Umerane na magani abo manene. Umerane no wetanda kwabo. Baigorere chinchera Nyasaye. Asali ba wetandera monaro. Nyasaye itoiwa masababo. Lingana lyao golyatotebinga nayo koigorentera. Maneno koboko kwa onkolio kwenye orasi nyukora mbalio ikeli kero yomo baikeli kero yomo kolengana no kogania kwaye baikeli kero yomo Nyasaye kolengana no gosaba kwaye obaikera nelionsi kolengana no bonge bwa mabirao nasabira sole nasemeringa Nyasaye omolendio ito naye obotamero weito naye chinguru cha ito naye obosemeri weito naye tolendero kwegena Nyasaye ekero tomenyeta sense eyere na matemwa eyitire no bonge yebonge bwebibe otokonye Nyasaye totenene boronge tokoro wanja kwao nasonsi Nyasaye ito nayo rae bwobonene nasabire negenire nasemeria sole nga Nyasaye wakwana erekero yomo
na kwaorokeire kero yo masentira yao ya bene nikiagera negene na gosemeli na gosaba wetera se Kristo Yesu ero mutolio itu. Amen. Barikiwe sana na Mungu awe pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe. Tumenenewa asubuhi ya leo. Tunashukuru Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaweza weka mikono yetu pamoja as we appreciate the servant of the Lord. Asante sana pastor kwa sababu ya kutuzungumzia asubuhi ya leo. Bwana akubariki. So ningependa wote tusimame juu. Wote tusimame. Tunapofika mwisho wa ibada yetu ya kwanza, tutoe sadaka zetu. Alafu tutaanza praise, watatuongoza katika ibada ya pili. So tunaweza toa sadaka zetu ili ibada ya kwanza ikaweze kukamilika kwa jina la Yesu Kristo. Yesu kagocha watori wekene na maninga Yesu enkoro ya sibiwe teri na kemoa obe ange Yesu
Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalienzi na kulitukuza jina lako takatifu asubuhi ya leo Bwana. Asante kwa sababu ya wema wako Mfalme, asante kwa sababu ya neema yako. Umetupa nafasi tena tukusanyike uweponi mwako leo, ili Bwana tukaweze kusikia kutoka kwako. Mtumishi wako ametunenea Bwana, naomba ya kwamba neno hili ambalo Bwana amelipanda kwetu ukalifuatilie, ukalinyunyuzie maji yako Bwana, ili likaweze kumea na likazae matunda katika maisha yetu. Na waombea wanao wote waliolisikia Bwana, liwe la manufaa na faida katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Bariki mtumishi wako Bwana, na umpe maneno mengine ya kutunenea wakati mwingine kwa utukufu wa jina lako Bwana. Pia nakushukuru kwa wanao waliochukua hatua ya kukutolea sadaka zao Bwana na fungu na matoleo mengine. I pray that Lord, may you bless them, bless the works of their hands, bless everything that they do, O King of glory. As we proceed with our main service, Lord, we pray that you may, Lord, may you fill the house with your presence in the name of Jesus Christ. From now to the end of the day, oh God, tumejisalimisha mikononi mwako. Mambo yote Bwana, tunaomba ya kwamba yakafanyike kwa wema na uzuri wako Jehova. Mwisho wa ibada zetu leo na mwisho wa kila kitu tulishukuru jina lako, tuseme hakika Bwana umetutenda jambo. Pokea sifa hata kwa praise and worship wanaposimama mahali hapa Bwana, ili kutuongoza na mambo mengine yatakayofuata. Tukuone Bwana, tuseme ya kwamba umetutenda wema. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. God bless you. Praise and worship. Tunaweza endelea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumenenewa asubuhi ya leo Hallelujah. kana kwamba jambo lolote ambalo utakaloitisha kwa Mungu, Mungu atakuongoza, atakutendea kadiri na mapenzi yake. Naomba tu kwa unyenyekevu wa Bwana tukaweze kusimama juu, tukainue mikono yetu, tukaambie Bwana yale ambayo tutakayotaka Mungu akaweze kututendea. Tukaweze kuinua mikono yetu, tunene, kila mmoja akaweze kunena mbele za Bwana. Amwambie Bwana, niko miguuni pako asubuhi ya leo. Naomba ukaweze kufanya kadri na mapenzi yako. Ukanifinyange, ukanifanye jinsi upendavyo. Maana sisi peke yetu hatutaweza. Neno la Mungu limetuambia kwamba lolote utakaloita, lolote utakalosema, kile ambacho utakalokili mbele za Bwana, Mungu utenda. Naomba tu kwa unyenyekevu, Bwana seruga ya eli omanyete tabia manene naonda. Bwana na inje ngorere korengana no kugani kwao. Kufika siku ya leo ni kwa neema tu ya Mungu, ni kwa upendo wa Mungu. Umbali huu ni Mungu. Asante mtakatifu, asante Baba yetu. Tuna bana bao monene no tora sama gorao. Tuweke ili mono ayonyale kuimokereri wewe. Nyasaye kitoko wasasima ayonyale koiralibaga. Omonene kitoko rangeli ayonyale koigunya sao korangeli waito. Biyamono monene, dayo monene biyamono. Debio monene biyamono bunaliri koliata tebinga kende yonsi totagete Nyasaye koigu. Ekerero gyaito. Nane nine no kwegena ngakende yonsi ora sabe Nyasaye na bako igwekerero kyao. Biyamono Nyasaye, biyamono ayekwa wena irogo sasi mwasinga kiechiga. Omone na ayekwa wena irasinga kiechiga twimokereri weigoro. Ayekwa wena ira Nyasaye, ayekwa wena irogo tabigu. Kwa wena irogo imokereri gugora monene. Asenge Jehova yafano wanchani kwao. Ayewato koleira mbaye Nyasaye. Digo imokereri gugoro tigo sasimwe. Wanene boikakare na kara senge Jehova yabano wanchani wao. Omonene ituna bana bao no tore musi wao. Omonene
twalile na kunyuko lwasole watebile makende gyonsi torakurangilia na wagotokolera tweke ilimono mone na onyale gokorakorengana n'uwanja kwao Yesaya kwa wenere gosasimu twakuabudu maana ni wewe Bwana twakuabudu maana ni wewe Bwana twakuabudu maana ni wewe Bwana tukuitapo Bwana unashuka twakuabudu maana ni wewe Bwana twakuabudu maana ni wewe Bwana twakuabudu maana ni wewe Bwana tukuitapo Bwana unashuka twakuinua maana ni wewe Bwana twakuinua maana ni wewe Bwana twakuinua maana ni wewe Bwana tukuitapo Bwana unashuka twakuabudu maana
ndiwe uzima wetu Baba yetu. Wewe tunanyenyekea miguuni pako. Wewe ni wewe Simba kabila ya Yuda. Ni wewe wa kuinuliwa, ni wewe wa kupewa sifa, ni wewe wa kutukuzwa Mfalme. Ni wewe Baba yetu, ni wewe mwanzo wetu na mwisho wetu. Ni wewe mtakatifu ukaweza kupokea sifa. Ni wewe tu Yesu, ni wewe siku ya leo. Ni wewe ukatuongoze Yesu. Ni wewe ukainuliwe zaidi na zaidi. Umetamalaki Bwana, umeinuliwa juu ya vyote Bwana. Unastahili, unatosha, ni wewe Yesu. Umetukuka, hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Kama sio wewe hatungalifika siku ya leo. Kama sio neema na rehema zako hatungalifika wakati huu. Ndiposa tunanyenyekea miguuni pako tukisema ni wewe. Ndiposa tunakuinua tukisema ni wewe unatosha. Ndiposa tunanyenyekea tukisema wewe ni mwema. Ndiposa tunakuabudu mtakatifu tukisema tunakuabudu Yesu. Ni wewe mfalme wa wafalme. ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe. Ni Ni wewe Baba yetu, ni wewe Baba wa Ni wewe yatima. tunakupenda. Ni wewe mume wa Ni wewe wajane asubuhi ya tunakupenda, leo. mtakatifu wa Ni wewe watakatifu. kimbilio letu. Yesu ni Ni wewe. wewe tegemeo letu. Ni wewe Baba yetu. Ni wewe tu, ni wewe tu Mfalme. Mwenye nguvu na mamlaka ni wewe. Umetukuka ni wewe. Tukuabudu Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Ni wewe, ni wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. umetukuka Oh, ni wewe. Ni wewe Baba, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Wewe. Uinuliwe, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe. Mtakatifu ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Uinuliwe, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe milele yote. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Wewe Bwana. Ni wewe. Muweza yote ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Inua mikono Ni yetu. wewe Bwana. Ni wewe. Haleluya. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Mtakatifu ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe mfalme. Mfalme. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Uinuliwe ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Muweza yote ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Inua mikono yako mbele za Mungu, enda mbele za Mungu, mwambie kwamba Mungu ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Jehova, ni wewe tu mtakatifu, ni wewe tu Mungu mwenye sifa, ni wewe umetukuka asubuhi ya leo.
ni wewe wa kuinuliwa Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa asubuhi ya leo Bwana. Hatuna mwingine Yesu, ni wewe tu asubuhi ya leo Bwana. Kama Mungu amekubariki na mikono, inua tu mikono yako mbele za Mungu, tamuka tu jambo mbele za Bwana. Hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Kama si huyu baba hatungekuwa mahali hapa. Ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya utukufu wake. Baba, niko mbele zako Mfalme, nimenyenyekea chini ya miguu yako. Mfalme wa wafalme, ninakuabudu. Yesu unastahili, Yesu unastahili, Bwana unastahili. Umestahili mahali hapa Bwana, umestahili asubuhi ya leo, umestahili katika hii ibada Yesu, umestahili mioyo ya watoto wako asubuhi ya leo Mfalme, umestahili mtakatifu wa watakatifu, umestahili, umestahili Yesu. Nani kama wewe Mfalme? Nani kama wewe mtakatifu? Nani kama wewe Mungu usiyeshindwa? Nani kama wewe Mungu unaweza? Yesu, tuko mahali hapa kukuabudu, tuko mahali hapa Mfalme, tunalinua jina lako Baba. Umesema katika neno lako Bwana, tunapokuita Yesu unaitika Mfalme, unatenda mambo makubwa Mfalme. Tuko mahali hapa Yesu, tuko katika haya madhabahu Jehova, katika jina lako Mfalme wa wafalme. Tunakuita Ebeneza, tunakuita mtakatifu, tunakuita Jehova, tunakuita Elirima Sheu, tunakuita Mungu usiyeshindwa, tunakuita Baba yetu. Ukatawale Yesu, ukashuke mahali hapa Bwana, ukatende Yesu, ukatende mtakatifu, ukatende Jehova. Tuko mahali hapa Jehova, tunainua mikono yetu mbele zako tukikiri hakuna mwingine kama wewe. You are worthy, mighty King of glory. You are worthy, you are worthy, you are awesome, mighty King of glory. I surrender unto you, Lord. We surrender this morning unto you, Jehovah. You are worthy. We surrender this morning, my Father. You are awesome. You are the Alpha and Omega. Wewe ni Baba, hubadiliki Yesu. Wewe ni Baba uishie milele. Wewe ni Baba mtakatifu. Wewe ni Baba uinuliwe. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Nani kama wewe Mfalme? Nani kama wewe mtakatifu? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe mtakatifu? Wana wa Israeli Jehova waliposhindwa mtakatifu, wainama mtakatifu, wakaita jina lako Jehova, wakapata ushindi Bwana. Tuko mahali hapa mtakatifu, tunainama chini ya miguu yako Bwana, tunainua mikono yetu mtakatifu. Baba, tenda, tenda mtakatifu, tenda Jehova, tenda Baba yetu, tenda mtakatifu wa watakatifu, tenda mahali hapa Bwana, tenda kanisa la Nyamataro Yesu. Tujue ya kwamba wewe ni Baba, tujue ya kwamba wewe ni mtakatifu, tujue ya kwamba wewe ni mfalme wa wafalme. Oh yes Lord, mfalme wa wafalme, analinama mbele zako Bwana, alilia katika miguu yako Mfalme. Yesu, ulimbariki Mfalme. Baba, ulimbariki mtakatifu, ulimbariki Jehova. Nasi tuko mahali hapa Bwana, tuko mbele zako Bwana. Tubariki asubuhi ya leo Yesu, bariki watoto wako asubuhi ya leo Baba, walio wagonjwa asubuhi ya leo Bwana, wapone katika jina la Yesu. Bwana, wale ambao hawana amani asubuhi ya leo Bwana, tunatamka amani Mfalme, tunatamka amani asubuhi ya leo Bwana, tunatamka upendo asubuhi ya leo Yesu, tunatamka upendo mahali hapa Jehova. Kuna wajane walio katika hii nyumba yako Bwana, wanakuabudu usiku na mchana Bwana, watendee Bwana, watendee Yesu. Tenda kubwa Mfalme katika familia zao Bwana, watendee Jehova, watendee Baba yetu. Wewe ni mwaminifu. Oh Yesu, Baba, Baba, Baba,
Ninashindwa niseme nini mbele zako. Ninashindwa nitamke nini mbele zako Bwana. Bali ninasema ni asante tu. Bali ninasema uinuliwe Yesu. Oh Yesu. Wamama walio mahali hapa Bwana, tumelia usiku na mchana Baba. Tumelia usiku na mchana Jehova. Tutende Yesu, tutende. Tutende Mtakatifu, tutende Bwana. Tutende Baba. Tenda Bwana. Tenda Yesu. Tena. Roho wako Mtakatifu Bwana akatawale ndani ya mioyo ya watoto wako. Holy, 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 holy. Yes, Lord. Holy is your name. 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 Holy is your name, my Father. Holy is your name. 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 Holy is your name, Baba. Holy is your name, Baba. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name, my Father. Holy is your name, my Father. Holy is your name, O Lord. Holy is your name, King of Kings. Holy is your name, my Father. Holy is your name. Yeah. Holy is your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, we come to you this morning. We worship your name, Lord. We praise your name. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Jesus. Asante Kristo, tunakuja mbele zako. Tunalitukuza jina lako, tunalinua maana umestahili. Hakuna jina lingine lililo kama jina lako Yesu Kristo. Sisi sio wazuri ambapo tumefika siku ya leo kwa sababu ni kwa ajili ya mapenzi yako Bwana wa mabwana. Asante Kristo, wastahili sifa na utukufu. Thank you, Jesus. We praise your name. We worship you because you are worthy. Thank you, my Lord. We thank you. We come to you this morning, Jesus, praising you, worshiping you because you are worthy to be worshipped, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Glory and honor belongs to you, Jesus. There is none like you. We praise your name. We worship you, Lord. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi kwa hewa. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Amen. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Tunashukuru Bwana ni kwa sababu ya mapenzi yake tumeweza kufika siku ya leo. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 8 mwaka wa 2025. Tunashukuru jina la Mungu kwa sababu sio kwa uwezo wetu tumeweza kusimama hapa leo, bali ni kwa ajili ya mapenzi yake. Niruhusu niende kuleta matangazo machache. Na wakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana tuweze kubarikiwa pamoja. Pia tunashukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi mwema. Ameweza kutunza watoto wetu wakiwa pale shuleni na wamefunga shule.
leo wako pamoja na sisi na tunawakaribisha katika nyumba ya Bwana. Leo baada ya ibada tutakuwa na Lord's Table, tutakuwa na meza ya Bwana, kwa hivyo tujitayarishe. Church choir inaendelea on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 10 hadi saa 11 wanawa, na kila mmoja ni mwanakwaya na umealikwa ili tuweze kujifunza pamoja. Mwezi ujao tarehe 28 mwezi ujao, mwezi wa 9, tarehe 28 tutakuwa na church choir launch. Kwaya yetu ya kanisa itakuwa na launch tarehe 28 mwezi ujao, na wote tumealikwa na sisi wote ni wageni ili tuweze kucelebrate pamoja na kwaya yetu ya kanisa. Kwa hivyo tumeulizwa kila mmoja wetu tuombee hiyo siku na hiyo function ili jina la Bwana liweze kutukuzwa. Viongozi wote wa welfare ya kanisa, BBF leaders, tumeulizwa baada ya ibada tubaki nyuma tumuone our chair lady. All welfare leaders tubaki nyuma baada ya ibada tumuone our chair lady. Baptism class inaendelea kwa bishop office, na kama ungetaka kuingia kwa hiyo klasi ya upatizo na haujatoa jina lako, utapeana jina lako kwa ushers desk, hii iko hapo karibu na mlango, ili uweze kujiunga na wengine mjifunze pamoja. Darasa linaanza kila saa 2 asubuhi ya Jumapili saa 2 asubuhi. Bishop anakuwa kwa ofisi yake. Kwa hivyo wote wale ambao tunahitaji upatizo tujiunge pamoja na wengine tukijifunza kwa hilo darasa. Fellowship on duty itakuwa Zion kuanzia kesho asubuhi. Asante sana Macedonia East kwa kutuchukua hii wiki. Mnamaliza zamu yenu leo jioni. Kuanzia kesho tutakuwa na Zion na leadership ya Zion. Tujipange ili tuweze kumaliza hiyo ama kuendeza zamu yetu vizuri. Dorcas walikuwa na mkutano wao jana. Dorcas widows walikuwa na mkutano wao jana, na tunaulizwa kwamba baada ya ibada wajane wote tubaki nyuma. Baada ya ibada wajane wote tubaki nyuma ili tuweze kushare jambo moja. Ladies Conference itakuwa tarehe 18 hadi tarehe 23 mwezi huu. Ladies Conference itakuwa tarehe 18 hadi 23 mwezi huu, na itakuwa pale Geturi PAG Church. Na kwa sababu ya kujipanga, wamama wote tumeulizwa tubaki nyuma baada ya ibada tumuone our mama director ili aweze kutupea mwongozo. All ladies after church service tunabaki nyuma tumuone mama director ili tuweze kujipanga kwa ajili ya huo mkutano wa tarehe 18 hadi 23, na pia tujipange kwa ajili ya mkutano wetu ambao tutakuwa nao on Saturday tarehe 9 mwezi huu. Fellowship evaluation itakuwa tarehe 24. Fellowship evaluation itakuwa tarehe 24 so na Sunday mwezi huu, na all fellowships najua tunaendelea kujipanga. Kwa hivyo watoto wetu wamerudi nyumbani,
wacha tujifunze pamoja kwa ajili ya hiyo fellowship evaluation ya tarehe 24. Youth Conference inaanza tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi huu. Youth Conference itaanza tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi huu. Na vile tulivyotangaziwa hapo awali, kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 tutafanyia hapa kanisani, na climax itakuwa tarehe 16 pale Getare PAG Church. Tarehe 16 ndio climax, Getare Town PAG Church. Kwa hivyo youths wote naambiwa tubaki nyuma baada ya ibada ili pia tujitayarishe. Koinonia Mount Carmel Edition ilihairishwa hadi mwezi wa 11 kwa sababu ya mambo mengi ambayo tumekuwa nayo mwezi huu wa 8. Hatungeweza kuendelea na Koinonia, kwa hivyo imeahirishwa hadi Novemba tarehe 13 hadi 16. 13th to 16th November ndio tutakuwa na our Koinonia Mount Carmel Edition. Na wale viongozi ambao tunaendelea kupanga hiyo Koinonia, wacha tuendelee kujitayarisha. Novemba sio mbali, ili tuweze kuhubiri neno la Bwana pale mashinani. Kufikia hapo nitaleta choirs, baadaye tuweze kumaliza. Taleta choirs. Tutaanza na Macedonia East, Dorcas, then Altar Makers. Macedonia East, Dorcas, tumalize na Altar Makers. Karibu sana Macedonia East.
sana Dorcas Pim, na baada ya ibada vile tulitangaziwa tutabaki nyuma tuongeleshwe kidogo. Altar makers. Yes,
Amen. Tupigie kwaya zetu makofi. Tupigie kwaya zetu makofi mazuri. Asante sana our choirs today. Next week tutakuwa na Zion, Solomon and Ladies. Zion, Solomon and Ladies. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huu ninachukua hii fursa nikikaribisha wageni wote walio pamoja na sisi, na ningeomba kwamba ikiwa ni siku yako ya kwanza kuingia kanisa la Nyamataro PAG, ama umekuwa nje kidogo kwa sababu moja ama nyingine na umejiunga na sisi, naomba uweze kutusalute hivi. Wageni, amen, amen. Ni salute tu vizuri hivi. Amen. Asante sana, tujipigie makofi, sisi wote ni wageni. Na kwa ajili ama kwa niaba ya wageni, ningependa watu wawili watusalimie. Kwanza nikichukua fursa ni shukuru kanisa lote kwa kusimama pamoja na familia ya ndugu yetu ambaye alituacha, John Francis. Familia yake iko kanisani leo, na ninaomba kwamba Alice na watoto tafadhali msimame mtusalimie. Alice pamoja na watoto. Amen. 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 Tunashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu, na asante kwa kuwa strong na kujiunga pamoja na kanisa. Mane yesaba kwe tata wa kunande no mogoko monene na atenine busibwa ino kwira na Nyasaye nambi ya mono asengencho mwabeta amana na inche ekere na bwato bokongu kende nkeyo na nyare kubakana bali mwabeta mwespi ekanisengi mamwandu anireta sobu mabwane enkoira na Nyasaye mbi ya mono anyare kubakana mone yesaba kwe ekerore me ya Yesu tago gotigana orengake amatemu arenga manene, lakini Yesu Kristo tatieti gontigana orengake akandwanirira inkamubori Yesu ncheno mwana o okarora tingisa iniko menya sense ntakumanyeti ogantori anki amatemu ayagochira nyanduseri ororo mbwatesi Yesu Kristo nkamorora ogokorege kone asomuchione mone yesaba kwe ekero gwato kwegena Yesu tago gotigana orengake ekero mo semereti tago gotigana orengake ingateba Yesu naye toramo naye ituko na rieri digereri ambwatesi akambwatesi gwetera serete ya Yesu Kristo bali bonse mwabegeta amasabo tiganya saba konye mokandwanirira sama sabo montigeti mokandwanirira nkinaba timbwati kende tia Yesu abakane mbiya mono oyo ni gakoro ku Chaiden Maraga noyo ni gakoro ku Danieli Makori noyo ni gakoro ku Raymond Omwebu abatiga biko noyo ni gakoro ku Elijah John. Amen. Asante sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Susan Miriam, mimi ndio wa pili kwa familia ya John Francis. Nashukuru sana kwa yale ambayo mlitutendea, mlisimama na sisi, acha Mungu awabariki. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Saboke, ni mimi mkubwa ya mwana mwa atakoleta. Amaya. Praise God church. Amen. Praise God again. Nashukuru kwanza kwa kuwa nasi kwa kutusaidia. Kwa majina ni Angel Keumami ndo watatu. Mwana yesaba kwe. Amen. Ngora atera gakora cia gasinini tingotera uchiatambe agasinini gokaiwa oyo mita tatenene bakang aso kwege na tatenene bakang
Asama sabo totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Oyomito totenene bakong. Totenene bakong. Asama sabo totenene bakong. Totenene bakong. Asama sabo totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asogo saba totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asogo saba totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asama saba totenene bakong. Totenene bakong. Asama saba totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asogo tera totenene bakong. Totenene bakong. Asama saba totenene bakong. Totenene bakong. Asogo tera totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asogo tera totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Totenene bakong. Asogo tera totenene bakong. Totenene bakong. Asokorandi totenene bakong. Asama sabo totenene bakong. Asama sabo totenene bakong. Totenene bakong. Amen. Amen. Sarara Yesu. Amen. Amen. Totenene bakongu. Asekera gento. Totenene bakongu. Mumeonaje hiyo familia ya John Francis? Ni kwa sababu ya Mungu. Amen. Asante sana Alice na watoto wako. Endelea kusimama imara katika Bwana. Amen. Niruhusu nimalizie. Tarehe 8 mwezi wa 8 tutakuwa na harusi hapa kanisani. Hiyo ni Friday ya. Tutakuwa na harusi hapa kanisani. Na banene nyangi na baramona intwe. Dikla anaitwa Dikla, karibu utusalimie. Amen. Praise God, church. Mwana yesa wako. Na umaite nyangi yabere kego tangazo for a while. Mutamaite ngani ngoyu. Lero no arega in the flesh and the body and the soul and the spirit. Tenya saa season 20 jengo chakore nyangi, that's on Friday. Tikangireli bageri on behalf of Bishop and everybody, the stakeholders, to invite you all to that wedding, and especially the choir muadiganiri na mwensi pia una wa Kristo muadigani. May God bless you and let God's word be glorified all the time. Be blessed. Thank you. Amen. Asante sana ndugu yetu. Tuna promise kuwa huko kwa wingi na Mungu awabariki. Ni wakati tunaenda kutoa sadaka pamoja na saka, na ikiwa uko na pesa kwa simu na unataka kumtolea Bwana sadaka ama fungu ama Thanksgiving, tuko na tili ya kanisa. Unaenda pale M-Pesa, Buy Goods and Services, till number ni 331388 331388, na utakuwa umehubiri Injili kwa matoleo. Asante sana wale wenzetu ambao wanatutazama kwa mitandao. Bwana awabariki. Tulete sadaka zetu.
safi, nguo nyeupe mno, nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Usafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo, siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu iwe utakasayo ya kondoo. Siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu iwe utakasayo ya kondoo. Siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Imo kwa msulubi wa mavazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, Baba wetu, nakushukuru na kukuinua kwa sababu ya asubuhi ya siku ya leo. Asante kwa sababu umekuwa na watu wako wakubwa na wadogo wiki mzima. Umewalinda Bwana tangu mwaka uanze. Nakushukuru kwa sababu mikono yao imeingiisha kwa mifuko yao, miguu yao imetembea kwa madhabahu, wamekutolea sadaka, wamekutolea fungo, wametoa vibao wa jinsi ulivyowabariki. Naomba baraka zako Mungu wetu zikakae ndani ya maisha yao. Walio wagonjwa ukawaponye kwa jina la Yesu. Walio na mahitaji ukawashughulikie kwa sababu wewe ni Mungu. Bariki kile mmoja, bariki kazi ya mikono yao, bariki kazi yao Mungu wa rehema, bariki biashara zao, ukawalinde na ukawabariki watoto wao. Watoto wetu wamerudi kwa ajili ya likizo, tumewakabidhi mikononi mwako. Ukatujumuishe pamoja ili tukabarikiwe tukainuliwe. Ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuketi. Ningependa kumkaribisha our deacon tuchukue kwa kipindi kingine kidogo, baadaye tuwe na praise and worship. Asante sana secretary kwa nafasi. Asante kwa kwaya zetu sote, asante kwa wageni. Mungu wetu ni mwema. Kwa sababu ya muda, ningependa kuwatangazia kwamba hii mwezi wa 8 tutakuwa na activities nyingi hapa kanisani, zingine zitakuwa nje kwa vile our ladies watakuwa na conference in Geturi PH Church kuanzia tarehe 13. Our youths watakuwa na conference hapa kanisani, na hiyo mikutano yote inatuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nianzie na mkutano wa our youths watakuwa hapa kanisani
kuanzia saa 3 asubuhi. Watakula lunch hapa kanisani. Mafunzo itaendelea mpaka saa 10, saa 11. Kwa hivyo kama kanisa lazima tujipange. Ndio sababu niko hapa, ndio tuchukue muda kidogo sana tujipange kwa watoto wetu na tujipange kwa our ladies ambao wanaenda conference ama camp Githurai PAG Church. Nimepewa list hapa ya vitu ambao vinahitajika na hivi vitu vyote vitatoka kwetu. Kwa youth conference watakuwa hapa siku 3, tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15. Hizo siku 3 zote tutakuwa na wageni ambao watawafunza. Wengine watakuwa wageni kutoka katikati mwetu na wengine bishop atawaalika wakuja waongee na watoto wetu. Kwa hivyo tutahitaji mchele, rice 25 kgs kwa watoto wetu. Watoto wanapenda mchele sana, kwa hivyo tunahitaji mchele 25 kgs. Tunahitaji ndengu ama beans 6 kilograms. Tunahitaji maziwa, wageni wale ambao watakuja watakunywa chai, maziwa box 2. Tunahitaji sukari kilo 4, ingine ikibaki itabaki kwa kanisa. Tunahitaji machani. Tunahitaji mikate 10, itakuwa ya wageni, sio ya watoto wetu, itakuwa ya wageni, maybe mikate 3, mikate 4 kwa siku. Toto tunahitaji mikate 10. Tunahitaji mafuta ya kupika hiyo chakula yote. Tunahitaji nyama kilo 6, kilo 2 per day kwa wageni na pastors ambao watakuwa. Tunahitaji nyanya, tunahitaji mboga, vitunguu, tunahitaji maji peli 2, tunahitaji serviette na hizo vitu zote. At the end of it all, wageni wetu wakitoka lazima tuwatafutie transport, send off ya wageni wetu ambao watakuwa wakiongea na watoto wetu. Nataka ni combine na camp ya wamama ambao nao tunahitajika kama kanisa. We support the ladies camp na 12,000, 12,000. Nimeweka yote pamoja. Tukianza kujiandikisha, ujue tunahitaji 12,000 kama kanisa kusupport ladies camp. Kila kanisa imewekewa goli yake. Nyamataru tumewekewa 12,000. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pata rafiki yako anaenda kanisa ingine akwambie kanisa yao wamewekewa 5,000. Unaweza pata kanisa ingine wamewekewa 20,000. Sisi tumewekewa ngapi? 12,000. Kwa hivyo tukianza kujiandikisha, ujue tunahitaji 12,000, ujue tunahitaji send off ya wageni wetu ambao watakuja kuongea na watoto wetu. Na kwa camp tena we are supposed to support with 10 tins of maize. Mahindi mikebe 10 inatoka kwetu. Kwa hivyo nataka uombe Mungu akusaidie. Uone ni mahali gani utaguza. Wengine tutatoa pesa, naweza jiandikisha 2,000, ujiandikishe 1,000, vile Mungu ataongea na wewe. Wengine tutatoa items, useme nitatoa mchele, nitatoa maji, nitatoa maziwa. Hizo zote tusiombee leo. Tukienda hii wiki yote, Mungu atusaidie afungue milango tupate hizo vitu zote. Tukikutana hapa Sunday itakuwa tu ni kutoa zile ambao Mungu ametubariki, vile tutakuwa tunahitaji. I want to assure you what you want from God. Wewe muombe tu. Sasa unaweza angalia uone hakuna njia anaweza pata 1,000. But take a step. Sema niandika hapo 1,000. Niandika hapo 500. Niandika hapo hivi. Hii wiki yote ukue kwa maombi. Surely God will open doors. Na tutapata tumutolee. Watoto ni wetu wakikuwa hapa wakule vizuri. Tukianza kujiandikisha nataka niseme machi yote ambayo ilikuwa inahitajika bells 2 imeenda kwa CD wetu kaka Sungura. Tupigie CD wetu makofi kwa kuchukua machi yote ambayo inahitajika kwa conference ya watoto. Mikate ambayo ilikuwa inahitajika mikate 10, mikate 10 nayo yote imeenda kwa Deacon. Pigia Deacon makofi mazuri. Amen. Amen. Sasa next wewe tutakupigia makofi baada ya tukijiandika wote. We'll appreciate ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji mchele kilo 25. Ningependa watu watatu wasimame watuandikie haraka haraka. Wapi Joshua?
Joshua yuko. Yes, kuja utusaidie. Tafuta kalamu na karatasi, tutaandikisha tu very fast. Secretary kwa wamama, nani yule atuandikisha haraka haraka? Joshua amekuja, tafuta kalamu na karatasi. Secretary wa ladies, tafuta kalamu na karatasi. Asante. Taandikisha tu haraka haraka. Unainua mkono, unasema wacha Mungu anisaidie. Nitakuwa na hii, nitakuwa na 1000, nitakuwa na 100, nitakuwa na 50. Vile Mungu atakubariki. Asante sana. Tunahitaji mchele kilo 25. Ikiwa ufikisi 25, unaweza toa 5, unaweza toa 10, tukijumuisha pamoja itakuwa imefika 25. Maharagwe ama ndengu tunahitaji kilo 6, tunahitaji maziwa box 2, tunahitaji sukari kilo 4, tunahitaji machani, mikate imeenda, tissue paper tutahitaji, serviette tutahitaji, mafuta liters 5, tunahitaji nyama kilo 6, tunahitaji nyanya, mboga, vitunguu, tunahitaji na send off ya wageni na 12,000 ya kwenda kwa kusupport kambi ya wamama. Tuinue mikono wanapoendelea kupita hivyo. Inua tu mkono ile ambao Mungu atakubariki nayo. Hiyo ndio tutajiandikisha nayo. Asante sana. May God bless you so much. Naona tunaendelea vizuri. Wewe inua tu mkono. Ikiwa hawakuoni nitawaambia umeinua hapo, watakimbia mpaka hapo. Okay. Sawa, nimeambiwa tayari mchele kilo 10 imeenda, imepaki 15. Asante sana, tunaendelea vizuri. Asante. Inua tu mkono, hiyo baraka isikupite. Naona hapo katikati kuna Sali Mekenye, coordinator. Hapo kwa Sali, ameinua mkono, asante. Tunaendelea vizuri. Dakika 5 tu tutakuwa tumemaliza. Tuende kuomba. Tukikuja Sunday, tutakuwa tu tunakusanya hiyo send off ya mgeni 12,000 ya kutuma kwa wilaya kusupport kambi ya wamama, na Mungu atatusaidia. Asante, na yaona tunaendelea vizuri. Asante sana. May God bless you so much. Amen. Inua tu mkono wasikupite. Nilisahau floor ya juu. Nani yule nitume huko juu? Kuna mtu hapo juu? Yes. Madam Stella. Tusaidie huko juu haraka haraka ndio tumalize haraka. Madam Stella Kingoina atusaidie kwa floor ya juu. Inua tu mkono. Tutamaliza vizuri. May God bless you so much. Asante. Na hiyo yote vile tunajiandikisha itawekwa kwa wall ya kanisa. Utaona vile ulipledge, itakukumbusha, na Sunday tutaleta tu. Mungu atatusaidia wote pamoja. Asante. Tunaendelea vizuri. Asante Sister Stella huko juu. Naona tunaendelea vizuri. Amen. Watoto wetu wanapenda mchele sana. Sijui kama kilo 25 itatosha kwa siku 3. Mungu atafungua njia. Amen. Asante sana. Tunaendelea vizuri. Inua mkono wherever you are. Hiyo timu itakuona na tutajiandikisha. Asante. Amen. Usiachwe. Ile kidogo uko nayo ndio Mungu anakubariki nayo. Usiseme mimi niko na 50. That's what you have. Give it faithfully and God will bless you. Asante sana. Amen. Asante. Nafikiria wamama wote wataenda kampu, na wakifika huko wakue borders, kwa sababu chakula tutatuma huko mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bana babungire skuru batige babereka na agendora anyora mafunzo. Ora very boarding. It's good. Na kuanga vizuri sana. Asante. Amen.
Asante sana, naona tunaendelea vizuri sana. Asante. Usipitwe. Ile kidogo uko nayo, wewe kiandikishe. Kiandikishe tuende uombe. God will open doors. Na ikiwa nayo saizi, unaweza mpatia yule ambaye anapita. Ataleta na kuwa reflected vizuri. Asante. Amen. Asante sana. Asante. Tunaendelea vizuri. Amen, amen. Wasikupite. Ukiona wameanza kuja mbele itamaanisha wamekupita. Sasa hizi wanaendelea kusunguka. We have 2 minutes. Asante. Asante. Asante sana. I'm happy wengine tayari wametuma online. Nimeambiwa pesa zimeanza kuingia. That's good. Namba ndio nawasomea. Asante. Good. Tunatuma wale ambao wako na pesa kwa simu. Tunatuma kwa secretary wetu. Tayari kuna wale wametuma. Namba ya secretary wetu ni 0721 543054. 0721 543054. Itakuletea china Jacqueline Nyagaka. Amen. Amen. Tunaendelea vizuri, naona tuko karibu kumaliza. Usipitwe. Inua tu mkono. Asante. Ile kidogo uko nayo ndio Mungu atakubariki nayo. Asante. Amen. Amen. Asante. Ukiwa na 100, 200, 50 shillings, Mungu atakubariki na ile ambayo uko nayo. We have 1 week. Tuombe kabisa Mungu afungue njia. Hii ambayo umeandika, ukiangalia nikiandika nitatoa wapi? Trust in God. He'll open doors for you. Asante. Naona Joshua amemaliza. Asante. 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 Amen. 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 Wanapoendelea kumaliza, I want to invite the praise in worship. Watuongoze. Karibu sana praise in worship. Asante sana. Amen. May God bless you so much. Wacha Mungu awabariki sana. Tukimaliza kuandika, tunapeleka kwa secretary wetu. Atatuweka kwa wall. We'll capture everything. Na hii wiki yote tuombe. Mungu atatufungulia njia. Karibu sana praise in worship. Asante. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tukaweze kusimama kwa miguu yetu tukamsifu Mungu, maana yeye anastahili sifa na utukufu. Geukia jirani yako ukampe high five, umwambie karibu katika kuabudu. Amen. Tudansi pole pole katika uwepo wa Mungu. Kama sio Mungu hatunga lifika asubuhi ya leo. Ndiposa tunampa sifa na shukrani, tukimwambia heshima na utukufu ni zake.
Yesu abone na singe jone roga lile tuwa ikire lituko lero ne mambi abone. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda.
makofi mazuri. Hallelujah. Appreciate them, appreciate them. Pigia makofi mazuri. Thank you, Jesus. Asante, asante, asante wanakwaya. Asante wanakwaya. Wacha Mungu awabariki. Wacha Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu, asante sababu wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Baba wetu, asante kwa yote ambaye yametendeka. Baba, imefika wakati tunataka kusikika kutoka kwako. Mungu ukawe nasi, utubarikie kwa pamoja. Kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Aha. Asante, thank you. Kama unaniona, hebu nisalamie hivi katika jina la Yesu. Nyakondoche nkwani ga selidara Yesu. Nimefurahi kusimama mbele yenu. Nagokire mono tenena motie ino. Taka tusome maandiko. Taito tusoma maliko. Lakini kabla hatujasoma maandiko, kolende tutarasoma maliko, nikubalie tu nisome tangazo la harusi yenye liko hapa. Nganchere nsome litangazo lyenyangirira. Tangazo hilo linasema hivi. Tangazo. Tunafurahia kuwatangazia harusi ya wenzetu wafuatao: bwana harusi Dekla Ongaga, mtoto wa Pastor Joseph Kebagendi na Rebecca Kebagendi, mjukuu wa Samuel Ongondi na Bilia Mwango, kijiji chake Bonyabinyinyi, kata ndogo Monyerero, kata ni Matongo, kaunti ni Kisii, kanisa lake Itibo PAG Church, wilaya Itibo PAG District. Biharusi Lilian Koros, mtoto wa Paulo Koros na Sara Lugulu, mjukuu wa Kikoros Arab Tata na Jane Tata, kijiji chake Bondeni, kata yake ndogo Tuweni, kata ni Tuweni, kanisa lake Solid Rock Fellowship. Harusi hii itatangazwa kama ifuatayo. Tulitangaza tarehe 20 na tena tarehe 27. Leo ni mara ya mwisho, tarehe 3 mwezi huu wa 8. Harusi imeandikwa na kukubaliwa na Reverend Stephen Isomose, mchungaji wa kanisa la Itibo PAG Church, na itaunganishwa tarehe 8 mwezi wa 8 kanisa ndani ya kanisa la Nyamataro PAG na Reverend Lawrence Murara, baye tena ni bishop wetu, tena overseer. Aliye na neno na useme. Aliye na neno na useme. Kama hamna, basi harusi iheshimiwe na unyamaze milele. Amen. Harusi iheshimiwe na unyamaze. Nisikia bwana harusi omonywomi alikuwa hapa ndani, no arengema, alipia akapata nafasi akakuja kwa ofisi, nande nanyora libagocha ofisi, alikuwa ananiambia ontebia na niambie watu wa kanisa la Nyamataro, ontebia abantu bonsi be kanisa ya Nyamataro kuna chakula na kuna mambo mengi ambayo yatatendeka mahala hapa. Endagira nero na mangana na mangara akoleka. Na nitangaze that she has got a most beautiful lady in the world. Na ande mbatebi ngonyori mukungu olene kienie kiyamona sense yons. Hayo ndio aliniambia nitangaze amepata the most beautiful
lady and a woman in the world. So the Nyamataro, you are welcome to see the most beautiful lady in the world in that day of their wedding. Aha, asante. Bijao makofi lakini mazuri. Thank you. Niruhusu niseme hivi. Uko Goshen. Niliwaambia nilikuwa huko. Hata jana tulikuwa pale. Nataka munisaidie katika jina la Yesu. Tunataka tuweke kanisa pale Goshen. Na tutaanzia kanisa kazuri kadogo huko. Jana wakati nilikuwa na wazee wa Solomon, walikubali, wakatoa fedha, ilitoa mwingine akitoa 2,000, 3,000, 5,000. Mwingine wakaleta frames za kutengeneza. Mwingine wakatoa mabati 1-2. Nataka na wewe ukubali katika jina la Yesu. Nua mkono wako hivi. Nua mkono tu katika jina la Yesu. Sikulazimishi, nataka ukubali. Endelea kujioji. Uniletee bati 1, 2, 3 ili tukaweze kutengeneza mahala pale. Najua kuna mipangilio mingine, lakini nami vile nimekuja mbele yenu, kubali katika jina la Yesu. Kubali na mimi munipatie hiyo ka project. Na mimi nianze tu tuweke kanisa mahala pale katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Amen. Kwa hivyo ninakusi. Kuna wale walikuwa wanaandika record hiyo akina MD. Tukifika tafadhali niandikie tu mabati 1, 2, 3. Alafu tukifika labda mwisho wa mwezi tutengeneze kanisa, that small worshiping center there. May God bless you as you think over that. I want to invite all of you in our service today. For those who are watching from far, how do I pray that you continue watching? This is Nyamataro PAG Church, being our second service. May God bless you as you continue following up our TVs. Allow me read now the word of God together with you. Today let us open the book of Philippians chapter number 4. We read from 11 to 14. And I will come up with our theme, the secret of living in every situation. I have said Philippians chapter number 4, 11 to 14. And my theme being the secret of living in every situation.
And we read in Jesus' mighty name. Tasoma seriedha ya Kristo Yesu. Not that I was ever in need, for I have learned how to get along happily, whether I have much or little. I know how to live in almost nothing, all with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything with the help of Christ who gives me the strength I need. But even so, you have done well, so share with me in my present difficulty. Praise the Lord. Amen. Yes. Taringa ngokwana ye kiagara inde no kolemerwa. Na kine orokera iri goisaneka asenge nchende yonsi inde nero. Na amanyire ogokeigwa na ende na amanyire okomenteka asenge ncho yonsi. Na samangana ons ne orokera irie okoigota na okoigwenchara. Okomenteka na okolemerwa. Ninyare gokora mangana ons asero yo kombeka chinguru. Kolende mwakoleta buya mokabwatana na inche aseme chando yane. Nena liringana le Nyasaye. Father, in the name of Jesus, Tata seriedha Yesu. we have just read your word. Tuasome lingana liao. As we share it, Lord, Kotoko lisanga monene. be with us. Kabamo na intwe. Bless each one of us, even those who are watching from far. Sese ni kero yo moito no nyamba libato ligerere tikoruale. For in Jesus' name we pray. Aseriedha ya Kristo Yesu tuwasabire. Amen. Bwana asifiwe. Omonena wakwe. Sasa nipe macho yako na akili zako katika jina la Yesu. Bono nga maisao nebirangara libya aseriedha ya Yesu. Maandishi ambaye tumeyasoma. Amalika ya tuwasomire. Paulo mwandishi wa maneno hayo. Paulo molikibwa mangana haya. Anasema hivi, nirudie. Igagoteba igatigangirorere. I have learned how to get along happily, whether I have much or little. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, with a full stomach, with an empty stomach, with an empty stomach, plenty of food, and little the way it can be little. Praise the Lord. Nataka leo ujue hivi. Ntakatara umanyega. Paulo, in a situation he was at that time, Paulo asebiro biri alenga asechinga kichiria. The Bible says Biblia goteba that Paulo was in a Roman prison when he was writing this message. Paulo igalenga asechera yekerumia kerako likalinga nendi. He was in prison. Igalenga asechera. But even though he was in prison, kolena nonyo olenga asechera imi. he had the energy and the guts to write a message. Na bwata chinguru chioko likalinga neliga. And then that is why he was saying, na kiako harago kwana, even if he was in a situation which was bad, nga nonyo olenga ase linga na likongo na sobogi mabwaye. He did not close from God. Sometimes in this life, when you are in a problem, you might close from God. You might run away from activities of God. But I want to encourage you today that Paulo is giving us an encouragement. And I stand here to give you an encouragement. That when things are bad, when you are even in prison, not necessarily in a prison when you have made a criminal thing,
talinga gwakorire amabe gwachira asechera You can be in prison of things of this life. nabokoba osibira ase binto bya ogosamangana yense yeiga Because when you are alive, ekiagara karole moyo challenges can make you be in prison. emechando nabego gokoroba asechera But I want to assure you today, kolenda ntagete kohena kaligale even if that is so, nonya kere boigo you must have the courage to move on in Jesus' mighty no name. wenda tatagotwara chinguru chiogosuka motu aseliada ya Kristo Yesu I want you to start writing if you want to. ntagetote nake iganya kukonyara I want you to write if you want to. ntagete oli kake iganya kukonyara Number 1, nambe yemo to see the truth of life, korora obo maene bwo gima we must accept the realities as it is and still trust God. tuanchira ne birobu na bire na ande toru oroto mo semeli omonene I am saying, igona kuona iga to see the truth of life, ekero tangete kororo obo maene bwo gima you must accept the realities goikabuanchira ne buna manganale as they are buna obogima bole and still trust God. na ndo mo semeli nyasaye. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. There are times that life is, our challenges are big in our lives. Chinga kinchire toko nyora emechanda sobo gimabwe. Accept the realities the way they are. Anchera na buna mangana yale igo. And then move on because you have to move on. Oru arosuke motu ekiagara go ikosuke. Oh, as Christians. Bunaba Kristo. Even when challenges come, even in our church. Ekere mechande go jana na se kanisa yeito. God is there to help you. Nyasaye no are ligara hakokoni. Imagine the servant of God, Paulo. Manye Paulo omosombo Nyasaye. He was in a Roman prison. Igarenga sechera yaba Rumi. Waiting to be to get judgment on whether they are going to execute him. Aganyete as ana cherwe kina gosenko be kwale chera gosenko siborwale. But when he was still waiting for his judgment, kolenda kaya ndrete ko ganyerero ko gambigwa. He did not close up from God. Tachie tikwe tanga ko In fact, he was encouraged more. And that is the time he wrote this message. Praise the Lord. Amen. How do I talk to you? These challenges, you must accept them the way they come. When they come, handle them the way that problem comes. That is what Paulo is trying to bring across to us. That is why Paulo is saying that in a full stomach, he does not close to God. In an empty stomach, he does not close from God. In plenty of things, he does not close from God. In little things, that is the time he is working even hard when things are when life and things are little in his life. Life has its seasons of plenty and want. Life has its season of plenty and want. Even to those who totally are devoted to God. It doesn't matter whether you are devoted to God. And in that I mean, even if you are devoted to God, challenges will never run away from you. The challenges will come. Accept that is a season of that challenge. And then move on in Jesus' mighty name. When a challenge comes in your family, accept that is a season of that challenge. That one will never be permanent. There will be also a season of good things. That is why I want to bring across these words to you.
that life as it is season of good and bad. Inga obogima mbo bwate biro bihaye byamaya n'amabe. When it is good or bad, don't close from God. That is what we want to encourage you today. You continue doing your work as a Christian. Stand out and do something. That season will go. There will be another season coming again when things will be good to you. And in fact, you might forget the problems again. So I am encouraging you, when things are hard, that is only a season. It will never be permanent to you. Another one I want to say is this. Realities as it is always. Realities as it is always. Sometimes they are not kind when they come. Sometimes realities, even for those who think they are strong, even those who are seeking God in a devoted way, sometimes they are afraid and then they run away. Some of them open to God. Some of them open to God when things are good. And then they close when things are bad. Learn to live in every situation. Learn to live in every situation. That is when you become a Christian who's doing things in the right way. This is what Paulo is trying to tell us. And this is what I am telling you today. Listen this. True happiness can be found in every situation. If you agree to find happiness, it will be there even if things are bad. That is why I'm saying true happiness can be found in every situation of life. When you recognize that God is at work. Those who recognize that God is at work, I assure you that it will be well. You will find a true happiness. But if you run away when things are bad, depression will be on you in Jesus' name. What I'm saying is this. Act calmly in the face of painful and difficult times. Act calmly in the face of painful and difficult times. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Thank you. Act calmly in the face of painful and difficult times. I am saying we Christians must become in any situation. Sometimes when you find you are not calm in any situation, you allow yourself to lose temper. That means you are not recognized God. You have not recognized that God is at work. Peace comes when we focus on those things that provide
lasting value in our lives. Omulembe nigogocha ekero tobwate ebirangaro liase ebinto biri bikomenta obuya ase obogima bwaitu. Peace will be found in you omulembe notoka ime yao when you invite that peace. Ekero okoyoarigania. For those ones who will never invite peace, ase bali bataharigania omulembe, then peace will run away from you. Omulembe notame korwa ase bali. I want to ask you today, in a family, if you don't embrace peace, then that home will never have peace. That peace will start from you. How do I talk to you today? As you listen to me, embrace that peace. And you shall see peace in your family. And God will come to your family. And you will always have an environment of peaceful situation in your compound. Most of us do not want to embrace peace. You want to be quarrelsome every time. There is a time, I want to say, there is a time around my home. Two people, that is the couples. You will hear a woman early in the morning. Then you are kila siku asubuhi na jioni asiku. There is a shout from that compound. Then one day, that man just decided enough is enough. He went to the well which was within their compound. And then he dropped to that well. And that was the end of his life. And then when he was doing that, the wife was still there. And then when it came the morning, when people were asking where is our dad? Don't ask me where he went. And then when they came to discover that he is inside the well, it is after 2-3 days. Then when people are trying to explain, Madam, what happened? Madam was just crying crocodile tears. Hallelujah. What I'm saying is this. Chenye ninasema ni hii. Kama unataka amani kwako, jaribu uanze kutoka kwako. And this is why Paulo was saying, yeye amejifundisha. Hata kama ako kwa jela vile alikuwa kwa jela, bado alipata nafasi ya kutuandikia neno. Na wewe nakuuliza, utapata nafasi kufanya kazi ya Mungu hata wakati vitu zimekuwa vibaya? This is what I am talking today. That is in this church, lazima tutafute njia ya kufanya vitu za Mungu vizuri. Makosa hata kama yatakuwa, hata kama yako, hayakuangi siku zote. Yanaisha wakati umekubali yaisha. So that is what I'm saying. In Jesus' mighty name, wacha tujaribu kufanya kazi ya Mungu na tukubali maisha haya ni wewe utayatengeneza, na zitakuwa vizuri katika jina la Yesu. The secret
staying in peaceful, it is when you try to get something people cannot get and you bring it. When you find other people who do not, or who maybe are suffering around, you go to them and try to bless them to come out. In fact, you have assisted that person or that family. So, if you do that in Jesus' mighty name, it shall be well in your life. How do I talk to you today again? That when we continue committing ourselves to God. In fact, I am saying this. The more we commit ourselves to knowing God, either by bringing peace, either by bringing prayer, either by studying the word of God, you will prepare yourself spiritually. So you prepare yourself spiritually when you embrace other things to bring peace in your life. So nataka nikuambie leo hii, commit yourself and to the word of God. Prepare yourself and others to God's situations. When you grow, you will grow spiritually, and other things will never get you in Jesus' mighty name. Life always has its ups and downs. And God uses both in His good purposes. Kuna vitu vingine vibaya vinafanyika kwa maisha yetu, na kuna vitu vizuri vinafanyika kwa maisha yetu, lakini hizo zote Mungu anazitumia kutufanyia ama kutuonyesha jambo fulani. That is why I'm reminding you that in the ups and downs of our life, both are good things, or good purposes for God in our places. God's plan is to transform our lives, purify our lives, strengthen our lives, strengthen our character, so that you can continue in this life in a nice way. Commit yourself to God. When you commit yourself to God, God will never leave you in Jesus' mighty name. Another thing I want to say is this. Instead of complaining, my dear brothers and sisters, accept those realities and don't close from them. Some of them have a life of complaining now and then. You don't have time to pick what is good. Each time you are a complainer. Each time you are in an opposite way. When people talk, you don't want to listen.
You are always negative in whatever others do. Aye botambe nigole maminja yebintu abantu bagokora. If you are always negative in this life, anya ko botambe kole maminja yebintu asobugimobo, then who do you want to be positive to you? ingotagete ayako akokorere bosebu yabunoganeti. Oh, hallelujah. Amen. I am talking to you today. Stop complaints. Always you are complaining. Always you don't think others can make it. But I want to advise you today. Well, if you are complaining what others are doing, then when you are also talking to them, do you want them also to complain to you? In this life, let us be positive. All those people who are positive in this life, they have continued to be strong. And those who are always negative, just follow them and you will see. The negative you are, you are always a failure. The positive you are, you are also positive. That is why Paulo is saying he has tried to know, to live in every situation. When people are quarreling, know how to live with them. When people are laughing, know how to stay with them. That is how you must live wisely. Oh, hallelujah. Amen. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? I am just saying this. Be positive. Be positive. And people will be positive to you. I know there are other things which are negative, yes. But now know how to handle in such a situation. This is what Paulo is trying to bring across. That our life will be okay. That our situation will be okay. When you discover as the secret of living in every situation. Those people who have discovered they have quarrelsome wives, they know how to treat their wives. Those ones who have quarrelsome husbands, they know how to treat them. One day I was somewhere. There was a man. When he's coming from his drinking place, when he's nearing his home, he will start saying food. Food. And when he goes to the home, the wife has already made some food for him. And then you will hear that man say, I know you know. Yeah, I could have done something very bad to you. But because you have brought this food, I have left you. Amen. That woman. He has learned to lie. He has learned in that situation of surviving with his husband. Praise the Lord. Amen. I want to urge you. I am not saying that you sometimes try to live with the things which are bad.
titagetigo tebanga chinga kichindo amenye nebinto birebibe. But I'm encouraging you. Kole nigongo komoyo. Hallelujah. Amen. You have some sense. No bwate birengererio. Because you are not me and I will not be you. Ekiagara nchetindi aye na aye tolinchi. Your thinking is not my thinking. Okorengera likwa otali okorengera likwane. But we need wise people. But we need wise people. We need wise people. Aha, pigia mama. Pigia kia baba machingo bichingia. Mwakere buya. Ngakimoku mwakere kitabu atienda. Mwakere chingo bichingo atienda mwamke. Hallelujah. Yes. Then we need wise people. Those who know how to survive in any situation. In fact, this is what I'm trying to talk today. That after this service, know how to live in every situation. Handle things the way they are. When we handle things in our families the way they are, I assure you it will be well in Jesus' name. Oh, praise the Lord. Amen. We must maintain openness. We must maintain openness towards God at all times, and we will be able to accept, we will be able to grow spiritually. As I finish, because we have God is stable. The book of James. James 1 verse 12. Let us read there briefly. Let us read there briefly. Are you there? Are you there? If you are there, the Bible says this. James verses 1 12. God blesses the people who patiently endure testing. Afterward, they will receive a crown of life that God has promised those who love Him. Nasasanirie omontoria olemereretio gotemwa. Yes. Ekiagara kero aikire wancherwa nanyoro obogima bune gutwa yobobui. Yes. Obogima obunyasaye abalierete ira abo bamwanchete. What I'm only saying is this. Ekingo kwana neke. For those who will try and live in any situation, in trials, you live there nicely. In every challenge, you are there nicely. The Bible is giving a promise that you will get a crown because you have tried to live in that situation. I know it's not easy, but try and get that crown God promises. So there are blessings for those who live in trials. And how do I pray to you that in the trials we undergo, God is promising that they will be good for you. There will be a crown for those who do that. And that is what I am trying to bring across to you. May God bless you. Be with you. Try to live in every situation. Because when we live in every situation, you know the secrets of doing that and living there. The Bible promises that there is a crown for you. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Wacha Mungu akusaidie unapojiandaa kukaa vizuri, ili
ukapate maneno mazuri kutoka kwa Mungu. Na Mungu atasimama na wewe na familia yako. Na familia yako itaendelea katika jina la Yesu. Na utaishi na amani yako katika jina la Yesu. Nataka nikuulize usimame. Simama na mguu yako tafadhali. Bwana asifiwe. Najua unajijua. Neno limepita kulingana na mapenzi ya Mungu. I was just saying that the secret of living in every situation. Are you able to live in every situation? You alone, you cannot make it. I want you to ask God to give you the strength to walk with you, to change your character. Then when God will do that for you, you will embrace the secrets of living in every situation. Wacha kila mtu ukamuite Mungu wako. Kwa dakika moja hivi tafadhali. Ambia Mungu akusaidie. Akupe nguvu ya kustahimili vitu zingine. Hata kama watu wengine wao ni wabaya sana, wewe wapende katika jina la Yesu. Kuna watu wengine hawezi kukusalamia, lakini yeye anataka umsalimie. Wewe endelea kumsalimia katika jina la Yesu. Na Mungu atakubarikia. Asante Mungu wetu. Asante kwa makuu utayatenda. Asante kwa wapendwa hawa. Baba, katika jina lako, neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Mungu wetu, bring to us the secret of living in every situation. How do I talk to you, my God? That you bring and humble us, change our characters, so that we can have the stability of living in every situation. Mungu wetu, naombea wapendwa hawa leo, Baba, ukawatie nguvu, waendelee Mungu wetu, ili wakaweze kutii na kujua wataishi na kila watu wazuri na wabaya. Vile Paulo alikuwa kwa jela, lakini alipata nafasi ya kutuandikia maneno haya, na hakuacha kumuita Mungu. Naombea leo wapendwa hawa wa Nyamataro, Mungu awasaidie wasimame, Mungu awalinde kwa shida na kwa mazuri. Baba, uwatie nguvu, sababu wewe ni Mungu. Hatutaweza peke yetu, bali Mungu wewe ndio utatusaidia. Thank you for that, God. You will do it for us. Hallelujah. Wacha Mungu akusaidie. Wacha Mungu awe na wewe. Wacha Mungu akatende mazuri. Wacha Mungu akubadilishe ili ukakuwe na nguvu ya kubadilika na uishi in that situation you are. Kubali hiyo situation, and then Mungu atakubarikia katika jina la Yesu. Baba wetu uishie milele, asante sababu wewe ni Mungu. Asante sababu Mungu utatusaidia. Neno lako limepita Mungu wetu, tumetutia nguvu. Baba, tutafute akili, tuwe na nguvu kutoka kwako ya kustahimili na kuishi kwa njia nzuri hata wakati maisha yanakuwa magumu. Saidia wapendwa hawa. Sante kwa wazee, sante kwa kina mama, sante kwa vijana, sante Mungu wetu hata kwa watoto wetu. Utusaidie Mungu wetu kama kanisa. Jina lako litukuzwe kwa maisha haya. You are King of glory. Be with us mightily, my Father. I thank you for your word. For in Jesus' name we pray. Amen. 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 Sawa. Kubali tujiandae. Kubali tujiandae kwa ajili ya mesa takatifu ya Mungu. Nauliza wale tunasaidiana.
muje hapa karibu na mimi, muje hapa karibu na mimi. Alafu as we get praise and worship, take us through pambio kidogo ili tukaweze kusoma maandiko. Praise and worship team, na kwa wale tunasaidiana kuja karibu na mimi katika jina la Yesu. Nataka uendelee kuomba Mungu akatusaidie tunapo angalia kwa jinsi ya kuingia kwa meza takatifu ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu, ni Mungu ishie. Mungu wetu, tumeanza sehemu ya meza takatifu. Baba, tunaposhika kuipeleka mahali Mungu tutaifanyia, uwe nasi, utubarikie, unibarikie Mungu, unioshe. Wenye wanashika meza hii uwabariki katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa nzima, Mungu, you prepare them for your love, for your table, oh good Lord. I thank you for great things. I thank you for what is going to happen now, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Baba, katika jina la Yesu na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu, meza hii ni takatifu na ulituamrisha Baba wetu tukaweze kuipeana kwa ukumbusho wako. Mungu, imefika wakati tunataka tupeane meza hii, na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, uanzie Mungu wetu, unioshe Baba wetu. Make me clean before I touch it, Lord. And those ones who are going to serve, Lord, be with us mightily. The entire church. How do I pray that mighty Lord, King of glory, you bless each one of us, my Father. Mahali tumekosea, mahali hatujafanya vizuri, mahali tumeenda kando, Mungu, leo hii naomba uwepo wako utembee nasi. Utusaidie Mungu wetu, tuondolee Mungu wetu vitu ambaye vinatuandama, ili Baba wetu tunaposhiriki kwa meza hii, Mungu, utakatifu upatikane kwa mioyo yetu. Saidie pamoja Mungu wetu, ni kwa jina la Yesu nimeomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Basi Piano
Bwana asifiwe kanisa. Ni wakati wa kushiriki meza takatifu ya Mungu. Nataka ujiandae, ujiombee ili Mungu akutakase tunapo shiriki meza hii takatifu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nataka uniruhusu nisome maandiko haya ili tukaweze kuendelea. The book of 1 Corinthians chapter number 11, I read from 23. The Bible says, "For this is what the Lord himself said, and I pass it on to you just as I received it. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, he took a cup of wine after supper, saying, 'This is my new covenant between God and you, sealed by the sealing of my blood. Do this in remembrance of me. For in every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes.'" Na watu waseme amen. I want to talk to you today. Taka nikuongeleshe. Wakati tumeweka meza takatifu mbele yetu, Biblia inasema, number 1, it is a remembrance of him. We are remembering Jesus Christ. Number 2, it is a new covenant between you and God. Number 3, you are announcing the Lord's death until his coming. Number 4, when you share this Lord's table, it gives you strength to move on as a Christian. It makes you to stand firm. Wakati unashiriki, inakufanya unasimama. Lingine, you get healing. Wakati umejiombea, tushiriki kwa hii meza, na kuambia katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, utaponywa. Praise the Lord. It will make the church move together. Wacha kuogopa kushiriki meza hii. Wewe jiombee saa hii. Just talk to your God. When you talk to your God, Mungu atakusikiza. Mungu atakusamehe. Mungu atakupa nguvu ili tukashiriki meza hii pamoja. Kwa hivyo, kwa wale tunashiriki, wacha kuogopa. Najua saa zingine watu wanaogopa. Mwingine anaenda nyumbani, mwingine anasema siwezi kushiriki, mwingine anasema kama ni mtu umekosana na yeye, wewe waambia Mungu, "Oh my God, nimekosana na mchungaji, nimekosana na deacon. Leo Mungu, kabla sijashiriki kwa hii meza, unisamehe." Na that very God will do it now for you. Wacha kukimbia nyumbani that umeogopa meza hii. I am urging you, just pray now. Pray now. Now, get time. Tell God what small problem is hindering you, and then Mungu huyo atakusikiza saa hii na tushiriki meza hii pamoja. Kwa hivyo,
Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, jiombee tunaposhiriki meza yetu pamoja. Bwana asifiwe. Nikisoma andiko, Baba, katika jina la Yesu nimenyenyekea mbele zako. Mungu unisaidie, Mungu uniponye, unipe nguvu na unipe hekima na maarifa, na kanisa hii libarikiwe, na kila mtu mwenye atashiriki meza hii leo Baba akabarikiwe, ukakutane na mahitaji yao yote. Aliye mgonjwa aponywe, aliye na shida kwake iondoke, chochote ambaye kinamkwasa leo Mungu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, ninasema ishindwe na iondoke, ili kanisa lako liinuke tena kwa viwango vingine. Saidie tunapoanza pamoja, ni kwa jina la Yesu nimeomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu utusaidie na utuinue. Baba wetu ushie milele, hatutachoka kuliita jina lako. Wetu wapendwa hawa ambaye tunashiriki na wao mahala hapa patakatifu, wanapopeana meza hii takatifu, uwasaidie, uwalinde, uwahifadhi. Mungu wetu watende mazuri. Wanapopatia kanisa, Mungu wetu, na kanisa uibariki, uonekane Mungu wetu. Ondolea kila mtu wazo ambaye ameona limemsumbua. Mungu anaposhiriki, wazo hilo lisitoke, shida hizo zishindwe Mungu wetu, ili kila mtu aone baraka zako kwa kushiriki meza yako takatifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, naamrisha leo kwa jina la Mungu muweze mshiriki pamoja kwa meza hii takatifu. Asante, na ni kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. 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 Damu ya Yesu iliyomwagika
alimaliza yote msalabani, alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, akapona magonjwa yote msalabani, magonjwa yote Baba, shida zote msalabani, vitina vyote yote msalabani, yote yote
chigasi chaito, tata chinyomba chaito, tata cheniwo yaito, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, Yahweh tara tokorore, Yahweh tara tokorore, Yahweh tara tokorore, tata tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, tara tokorore, abana baitu basome, eniwo yaitu ekine, kaniso yaitu ekine, tata yororekane, togo tara naye, togo tera naye, nyamatare yaitu naye, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara 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 tokorore, Yesu tara 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 tokorore, tata tara 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 tokorore, Yesu tara 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 tokorore, daddy tara 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 tokorore, Yesu tara tara Yesu tara tokorore, tara tokorore, tara tokorore, tata tara tokorore, gakitara tokorore, gakitara tokorore, gakitara tokorore, tata gake manyekane, tata ye tata, tata tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, tata tara tokorore, gakitara tokorore, naye chinguru chaito, naye mambiane, mambi ya bana bane, Yesu tara tokorore, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, tata tara tokorore, Yesu tara tokorore, gakitara tokorore. Sijui kama kuna mwenye amesaulika. Sijui kama kuna mwenye amesaulika. Sio vizuri tukusahau. Baba, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ishie, Mungu mwenye nguvu, Mungu umetuleta umbali huu. Baba, asante kwa mesa takatifu bae Baba wetu umeniruhusia nimeipeana wakati wa leo. Mungu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, naombea wenye tumeshirikiana Mungu kufanya kazi hiyo, uwabariki, uwaonekanie, chochote ambaye kimeinuka maishani mwao shindwe. Kanisa hili Mungu ni lako, wazee, kwa kina mama na vijana na watoto wote ambaye wameshiriki mesa yako takatifu leo hii, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu,
Mungu ninawatamkia baraka zako. Awatamkia Mungu ukutane na mahitaji yao. Kama kuna jambo lolote Baba leo na vunja chochote ambaye kimeinuka kwa maisha ya wapendwa hawa. Kama kanisa hii tuomba Mungu ubariki kila mmoja mwenye ameshiriki kwa meza hii. Baba, walio wagonjwa uwaponye. Baba, wenye wanaona mambo wamefinyika na mioyo, Baba tena uwagange, wajue wewe ni Mungu, wajulikane wewe ni Mungu. Utatusaidia, utatulinda, utalinda kanisa hii, utaliinua kwa viwango vingine, kanisa litembee kwa umoja. Asante sababu utatenda makubwa. Mungu wetu, mesa takatifu, Mungu wetu, wewe umesema kwa maandiko ni kukukumbuka wewe Mungu wetu. Baba, nasi usituache tukusahau. Baba, tunajiwachilia mikononi mwako sasa. Yote ambayo yametendeka ni mikononi mwako. Neno ambayo limepita ni mikononi mwako Mungu wetu. Tunapojiandaa tena kwa shughuli zingine, Baba, ubariki kila mmoja. Asante sababu utatenda, ni kwa jina la Yesu. Kila mtu aseme amen. Kwa hivyo nataka tumalizie hapo. Asante timu ambaye imeshughulikia kupeana mesa hiyo. Asante kanisa, asante kila mtu, na kupitia kwa mesa takatifu Mungu akutane na maisha yako. Kwa hivyo nataka nimalizie hapo, alafu nirudishe kipasa sauti kwa Deacon, kama kuna jambo ukaweze kutuelekeza. Asante sana. Tupigie Bishop makofi anapoenda kukaa. Asante sana. Sitakuwa na mengi, tumemalizia hapo ile makundi ambayo